الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم كما أوصي نفسي ولم بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان عباد الله، unwani ya khutba yetu ya leo tutazungumzia at-tis'atu alladhina la yuhibbuhumullahu ta'ala. Unwani ya khutba yetu ya leo tutakumbushana kuhusiana na makundi ya watu 9 ambao Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika kitabu chake kuwa hawapendi. Watu 9 ambao hawapendwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana sifa za watu hao ndio ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hapendezi nazo. Ikhwata al-iman ibada Allah, i'lamu anna al-wusula ila mahabbati Allah ta'ala huwa a'zamu amniya. Tufahamu ya kwamba mja kufika katika hali ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni tamanio kubwa ambalo kila mmoja wetu anatamani afike huko. Na kama walivyomathilisha wasemaji waliosema ya kwamba maisha ya dunia ni kama vile tumeingizwa katika chumba cha mtihani ambao ndani yake kuna majibu. Bimaana mathalan kuna machaguo ya majibu, na katika machaguo hayo kuna yale ambayo yule msimamizi wa mtihani ametangaza au amesema kwamba haya ndo nayahitaji, ndo nayapenda, na kuna mengine siyapendi. Kwa hivyo ni wewe mtahiniwa katika mtihani huo kuweza kuchagua kile ambacho umeshaambiwa kwamba hiki yule ambaye anasimamia huu mtihani hakipendi, na kile ambacho haye amesema kwamba anakipenda. Ni juu yako hilo wewe mtahiniwa. Kwa hivyo kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyozungumza mara kadhaa katika kitabu chake, kuna baadhi ya watu amesema kwamba anawapenda. Mathalan anaposema Allahu yuhibbul muttaqin, Allah subhanahu anawapenda wacha Mungu. Allahu yuhibbus sabirin, anawapenda wenye subra. Inna Allah yuhibbul muqsitin, anawapenda wenye kufanya uadilifu. Basi vile vile amesema katika kitabu chake kwamba kuna sifa 9 ambazo wenye kuwa nazo hawapendi. Ama al-awwal, ama kundi la mwanzo katika 9 hawa, Allah subhanahu wa ta'ala amewataja al-mu'tadun, wale wenye kuchupa mipaka. Al-mu'tadun ay al-mutajawizuna fil hadd, wale wenye kuchupa katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakad urida dhikruhum 3 marrat fi al-Qur'an al-Karim, na Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya watu hawa ameitaja mara 3 katika Qur'ani, wale wenye kuchupa mipaka. Mara ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala amesema waqatilu fi sabilillah, na nyinyi waislamu piganeni kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yuqatilunakum, na wale ambao wanakupigeni. Wala ta'tadu, na wala msichupe mipaka. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kuchupa mipaka. Hii ni mara ya kwanza ambapo anawataja wenye kuchupa mipaka ambao hawapendi Allah subhanahu wa ta'ala. Mara ya pili Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum, msiharamishe vile vizuri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekuhalalishieni. Wala ta'tadu, na wala msichupe mipaka. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kuchupa mipaka. Na mara ya tatu Allah subhanahu wa ta'ala akasema ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, muombeni Mola wenu tadarruan, hali ya kunyenyekea, wa khufya, na mkiwa na sauti za chini. Innahu la yuhibbul mu'tadin, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kuchupa mipaka.
Kwa hiyo kundi la kwanza katika 9 hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi ni wale ambao wenye kuchupa mipaka. Na tunaweza kufafanua namna au maana hii ya kuchupa mipaka kwa mujibu wa siyaki ya maneno ya aya ambavyo ilivyokuja. Mara ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala amesema, enyi Waislamu, piganeni na wale ambao wanakupigeni katika dini yenu, wanapigana na nyinyi ili kuzuia Uislamu usiende mbele. Hao mna ruhusa ya nyinyi kupigana nao, lakini katika kupigana huko msichupe mipaka, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kuchupa mipaka. Katika tafsiri ya aya hii maana yake ni kwamba Waislamu wamepewa ruhusa ya kupigana na wale wanaopigana na wao, kwamba ikitokea kuna kundi la makafiri limepigana na Waislamu na wao wanapewa ruhusa ya kurejesha mashambulizi kwa wale wanaowapiga. Lakini katika namna ya kupigana huko Waislamu wanapewa kanuni katika wakiwa katika hali ya vita, ya kwamba hawaruhusiwi kuua mtoto, kumpiga mwanamke wala kumpiga mtu mzee. Kwa hivyo katika hii namna ya kuweza kujibu mashambulizi wazingatie kanuni ambazo wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba wasichupe mipaka katika zile kanuni ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea. Kwa hivyo aya hii ina mafunzo gani kwetu sisi ambao hatuna namna ya kuweza kupigana katika vita pamoja na makafiri? Aya hii ina mafunzo ya kwamba mtu aweze kufahamu al-i'tida fi muqabalati as-sayyi'a, yani kuchupa mipaka katika namna ya kuweza kulipiza kisasi. Umetokea mathalan mtu amekufanyia jambo baya, ikiwa maksudi au kwa bahati mbaya. Kwa hiyo wewe ufanye namna gani ya kuweza kukabiliana na kosa lile ambalo amekufanyia. Uislamu katika namna ya kukabiliana na kosa kama hili kuna namna mbili ambazo wewe Muislamu unatakiwa ufanye, imma al-qisas wa imma al-afu. Imma unaweza kulipiza kisasi au unaweza kusamehe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, faman i'tada alaykum, mtu yote atakayekufanyeni uadui, fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum, na nyinyi mfanyeni uadui kama vile alivyokufanyeni. Kwa hiyo mtu akikufanyia kosa wewe hauna dhambi, yani hakuna makosa na wewe kumlipizia kama alivyokufanyia, lakini katika kumlipizia huku usije ukazidisha juu ya kile ambacho amekufanyia yeye. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, na kama mtaadhibu basi na nyinyi toeni adhabu mfano wa ile ambayo nyinyi mmefanyiwa. Lakini katika namna ya pili ambayo Uislamu unaelekeza katika kukabiliana na kosa ambalo umefanyiwa na mwenzako, al-afu, ni kuweza kusamehe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, na malipo ya kosa ambalo umefanyiwa na wewe urejeshe kama vile ulivyofanyiwa. Faman afa wa aslaha, lakini yule ambaye atasamehe na akatafuta suluhu akasema basi imetosha, sitaweza kulipiza kama ulivyonifanyia, fa ajruhu ala Allah, basi huyo afahamu kusamehe huko malipo yake ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika namna ya kukabiliana na kosa ambalo mwenzako anakufanyia, ima una machaguo mawili, ima unaweza ukamlipiza kisasi na wewe ukamfanyia kama alivyokufanyia. Kwa mathalan imetokea huko barabarani mwenzako akakugonga na gari yake, akaharibu gari yako, akaharibu chombo chako mathalan, basi na wewe Uislamu unakuelekeza una ruhusa ya kuweza kulipiza kama alivyokufanyia, lakini pia namna bora ni wewe kumsamehe kwa kile ambacho amekufanyia. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii aya ambayo amesema, na mnapoadhibu na nyinyi toeni adhabu mfano wa ile ambayo mmepewa, mwisho wa hii aya Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wala in sabartum lahu khairul lisabirin, wala in sabartum fa khairul lisabirin, kama mtafanya subra, kama mtakuwa wavumilivu basi ni bora kwa wale wenye kufanya subra. Kwa hii ni maana ya kwanza ya kuchupa mipaka, yani mwenzako anapokufanyia kosa na wewe mlipizie kama vile ambavyo amekufanyia, usizidishe katika kulipiza kisasi. Lakini maana ya pili tukaona Allah subhanahu wa ta'ala amesema, enyi mlioamini msiharamishe vile vizuri ambazo mmehalalishwa. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha vitu duniani lakini mtu anajiharamishia mwenyewe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala ta'tadu, na wala msichupe mipaka
innahu la yuhibbu Allahu la yuhibbul mu'tadin, inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, aka Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kuchupa mipaka. Mipaka hii ina maana ya kwamba tahrimi almar'i ala nafsihi shay'an ahalla Allahu la, ni mtu kujiharamishia kitu mwenyewe ambacho Allah amemhalalishia. Na tahrimi hii kujiharamishia huku, mathala mtu anakuwa anafanya, yawezekana kuwa ni tazahudan am ta'abbuda, kwamba mtu ile namna ya kuweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala sana, kuna mambo akajiwekea mipaka kwamba mimi sitoyafanya. Mathalan, wapo katika masahaba enzi za Mtume sallallahu alikuwa wamejiwekea uharamu wa kuoa, kwamba wanasema mimi sitaoa kwa sababu naona nikioa mwanamke atanishughulisha na mambo ya ibada. Au wengine wakasema mimi nitafunga siku zote mchana, sitakula mchana. Lakini wengine wakasema kuna vitu ambavyo ni halali, Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha kula, lakini mtu akajiwekea mipaka akasema mimi sitakula. Kwa hivyo kufanya jambo hili ni kuchupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu anasema hapendi wenye kuchupa mipaka katika yale ambayo amehalalisha. Na i'tida, kuchupa mipaka mara ya tatu Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja fi dua, katika kuomba dua. Allah subhanahu amesema ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, muombeni Mola wenu hali ya unyenyekevu na hali ya kufanya sauti zenu ziwe za chini. Wala ta'tadu, na msifanye msichupe mipaka, innahu la yuhibbul mu'tadin, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kuchupa mipaka. Kuchupa mipaka hapa katika maana ya dua, maana yake ni kwamba dua ghairi llahi ma'a, yani mtu aweza akawa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala lakini ana mtu mwingine au ana kitu kingine ambacho anakiomba. Kwa hivyo hii kumshirikisha mwingine katika maombi pamoja na Allah subhanahu ni kuchupa mipaka katika dua. Lakini pia kuchupa mipaka katika dua namna nyingine, an yarfa'a sautahu fi ghairi mahalli rafi' al-matlub, ni mtu kunyanyua sauti yake wakati anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Yani unaomba dua lakini ile sauti yako inakuwa ni ya juu. Kwa hiyo hii ni katika namna ya kuweza kuchupa mipaka katika dua. Na Mtume sallallahu inahadithiwa, mmoja katika maswahaba anasema tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu tunaposafiri, tukiwa tunateremka kilima, tunaleta Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Basi tulikuwa tunafanya hivyo kwa sauti. Mtume sallallahu akasema hapana, fanyeni sauti zenu ziwe za chini, kwa sababu nyinyi la tad'una asamma wala ghaiba, hamumuombi ambaye hasikii wala ambaye hayupo, lakini mnayemuomba ni samian qariba, anasikia na yupo karibu na nyinyi. Kwa hivyo unapoomba dua katika sehemu ambayo hakuna haja wewe kuweza kunyanyua sauti yako, basi unatakiwa sauti yako katika dua iwe ni sauti ya chini. Lakini pia an yatawassala almar'u bi ashiya'i ghairi mashru'a, ni mtu kuweza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuegesha au kwa kutegemeza vitu ambavyo havijaruhusiwa kisheria, kwamba hivyo unaweza ukavitumia kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mathala mtu anaweza kumuomba Allah subhanahu kupitia baraka za Mtume Muhammad, bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaweza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Au mtu aweza akamuomba Allah kupitia baraka za shekhe fulani. Hii hairuhusiwi, haipo katika dini ya Kiislamu. Bali vitu ambavyo unatakiwa uegemeze katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ni vitu vya aina tatu: ni kupitia majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, au kwa kupitia matendo yako mema ambayo unayafanya wewe. Mathalan, umetoa sadaka, unamwambia Allah, ewe Mwenyezi Mungu, kwa kupitia sadaka hii na kuomba uniondoshee maradhi yangu fulani. Hii inaruhusiwa. Lakini namna nyingine ya tatu ya kuegemeza kitu katika namna ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwambia mtu akuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inaruhusiwa. Mathalan, huko na nyumba yako mathalan mpya unataka kuhamia, unamuomba mtu fulani, njoo unisomee dua katika nyumba yangu. Hii inaruhusiwa. Lakini kundi la pili katika makundi 9 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika kitabu chake kwamba hawapendi, al-mufsidun, ni wale wenye kufanya ufisadi katika ardhi, wale wenye kufanya uharibifu duniani. Wakad urida dhikruhum marratayn fil Qur'an al-Karim, na Allah subhanahu wa ta'ala al-mufsidun, wenye kufanya uharibifu, amewataja mara 2 katika Qur'ani. Mara ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullama awqadu nara lilharbi atfa'aha Allah, Mayahudi kila ambapo wanapowasha moto kwa ajili ya kuizima dini ya Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah subhanahu wa ta'ala anauzima moto wao. Wayasauna fil ardi fasada, na wanaendelea kufanya ufisadi, uharibifu duniani. Wallahu la yuhibbul mufsidin, na Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kufanya uharibifu duniani. Hii ni mara ya kwanza. Lakini mara ya pili Allah subhanahu wa ta'ala anasema wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, na tafuta nyumba ya akhera, itafute pepo kupitia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Wala tansa nasibaka minad dunya, lakini katika namna ya kuitafuta pepo hiyo kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, usije ukajisahau duniani ukawa unajinyima kula au kunywa au kuvaa kwa kutafuta pepo. Wa ahsin, lakini fanya wema kama ahsana Allahu ilayk, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyokufanyia wema na wewe. Wala tabghil fasada fil ard, lakini epuka kufanya ufisadi duniani. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kufanya uharibifu hapa duniani. Wa maana al-fasadi fi hatayn al-ayatayn, maana ya ufisadi katika aya mbili hizi ambazo tumezisoma, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekanusha mahaba yake kwa wale ambao wenye kufanya jambo kama hili. Maana ya kwanza ambayo tumesema, Mayahudi wanapowasha moto, bi maana wanapokuwa wanapanga njama ya kuweza kuuzima Uislamu, wa kuweza kuupiga vita Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anauzima moto wao, bi maana vitimbi vyao anaviharibu Allah subhanahu wa ta'ala. Na mbele ya aya Allah akasema, na Mwenyezi Mungu hawapendi wenye kufanya ufisadi duniani. Alfasadu fi hadhihi alaya, ufisadi ambao upo katika aya hii, bi maana huwa as-sa'yu li ibtali al-islam bil aqwali wal af'al, ni mtu kuweza kufanya juhudi ya kuweza kubatilisha au kupiga vita Uislamu au kuzuia Uislamu usiende mbele. Na hii ni kwa kutumia maneno yake na kutumia kauli zake, kutumia vitendo vyake. Na hii inakuja mathalan, mtu anaweza akawa amesimama mbele za watu akawa anazungumzia haki za binadamu kupitia au dhidi ya haki au na dhidi ya sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa mathalan anapoambiwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake amehalalisha mwizi, mtu anapoiba akatwe kiganja cha mkono wake, basi anasema hii ni katika namna ya kuweza kuvunja haki za binadamu. Kwa hivyo katika namna ya kusema hivi ni kuweza kufanya ufisadi katika ardhi, maana wewe unazuia dini ya Kiislamu isiwe ni dini ambayo ina heshima mbele za watu hapa duniani. Au mtu aweza akawa anazungumza mbele za watu kusema kwamba Uislamu umemuonea mwanamke au umeweza kumdhalilisha mwanamke. Unapomwambia mwanamke wakarna fi buyutikunna, mnatakiwa mukae mubaki katika majumba yenu, anasema hii ni katika namna ya kuweza kumdhalilisha mwanamke. Kwa nini na yeye asitoki kama mwanaume kwenda kutafuta anachotaka kutafuta? Au zinapozungumzwa aya za mirathi, Allah anaposema lidhakari mithlu hadhil unthayn, katika namna ya kugawa mali aliyoiacha maiti, mwanaume anatakiwa apate mara mbili ya mwanamke. Anasema hii katika namna ya kuweza kumdhalilisha mwanamke, bi maana kwa nini na yeye asipate haki sawa kama mwanaume? Kwa hivyo kusema maneno kama haya na mfano wake ni katika namna ya kuweza kuipiga vita dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni katika namna ya kuweza kufanya ufisadi duniani, na Allah amesema ufisadi kama huu haupendi. Lakini alfasad, ufisadi katika aya nyingine ya pili ambayo tumeisoma, ambao Qarun ambaye alikuwa katika kipindi cha Nabii Allah Musa, Allah subhanahu wa ta'ala alimfadhilisha kwa kumpa mali nyingi hapa duniani, lakini mali zile akawa anazitumia katika kufanya ufisadi duniani. Kwa hivyo wale watu wa kaumu yake katika zama zake wakawa wanampa ushauri, wanamwambia, ewe Qarun, ibtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, hii mali yako ambayo amekupa Allah subhanahu wa ta'ala itumie kuitafuta pepo yako. Wala tansa nasibaka minad dunya, lakini usijisahau na mwenyewe duniani. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, lakini fanya wema kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyokufanyia wema na wewe. Wala tabghil fasada fil ard, lakini usifanye ufisadi, usifanye uharibifu duniani. Birtikabil maasi fima ataka Allahu minan ni'am, kwa kuweza kufanya maasi kupitia ambacho amekupa Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake. Kwa hivyo mathala mtu Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku fedha, akawa ana pesa, alhamdulillah, fedha ile akawa anaitumia, akawa mathalan amekwenda kujenga baa
Kwa hii ni katika namna ya kuweza kufanya ifsad, kufanya ufisadi duniani kupitia mali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Au mtu akawa na shughuli yake nyumbani, akenda akakodi kikundi cha mziki kaja kwake kuweza kuwatumbuiza watu. Hii ni katika namna ya kufanya ufisadi, kufanya maasi kupitia mali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Lakini pia namna yoyote ya uharibifu ambao unaufahamu katika akili yako hapa duniani, katika namna kuweza kuua, ukiiba, ukidhulumu cha mtu, ukipora cha mtu, hii pia ni katika namna kuweza kufanya ufisadi hapa duniani, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema hawapendi wenye kufanya uharibifu na ufisadi hapa duniani. Ama asinfu athalith, ama kundi la tatu katika makundi haya 9 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba hayapendi, almusrifun, ni wale wenye kufanya israfu, wenye kufanya israfu. Allah subhanahu wa ta'ala amewataja watu hawa mara mbili katika kitabu chake aliposema kulu min thamarihi idha athmar, kuleni matunda yake hiyo miti ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mimea ambayo ameiotesha duniani, wa atu haqqahu yawma haswadi, na mtoe haki ya matunda hayo siku ya kuvuna, bimaana mtu atoe zaka katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku. Wala tusrifu, na wala msifanye israfu, innahu la yuhibbul musrifin, kwani hakika ya Allah subhanahu hawapendi wenye kufanya israfu. Na mara ya pili Allah akasema ya bani adama, enyi wanadamu, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, chukueni mapambo yenu kila mnapoenda msikitini, wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, wala tusrifu, lakini epukeni kufanya israfu, innahu la yuhibbul musrifin, kwani hakika Allah subhanahu hawapendi wenye kufanya israfu. Fi hatain alayatain, katika aya mbili hizi ambazo tumezisoma, dhukira al-israfu fil infaq, israfu Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika namna ya kula na kunywa, li'annahu ashhur, kwa sababu jambo la kufanya israfu katika kula na kunywa ndiyo mashuhuri, watu wanafahamu katika namna ya kufanya israfu ni kuweza katika kula na kunywa. Lakini kad yakuna al-israfu bi fi'li al-ma'asi, israfu yaweza kuwa ni katika namna mtu kuweza kufanya maasi, kufanya madhambi, ni katika kufanya israfu pia, kama Allah anasema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, mwambieni, usema Muhammad kuambia waja wangu ambao wamefanya israfu juu ya nafsi zao, wasikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa pia katika namna ya kufanya israfu ni mtu kutenda madhambi. Lakini pia wakad yakunu bi fi'li mubahi, na israfu yaweza kuwa mtu anafanya kwa kitu ambacho ni halali, kitu halali mtu akawa anafanya israfu. Mathalan ndo katika hiyo namna ya kula na kunywa, mtu aweza akawa anapika nyumbani kwake, haiwezi kupita siku 2-3 ameshamwaga chakula nje. Kwa hii ni katika namna ya kufanya israfu kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia. Lakini pia katika namna ya kuweza kukabiliana na ibada, mathalan mtu kutia udhu, anapokuwa anaamiliana na maji, anatakiwa aweze kutumia maji vizuri, asifanye israfu, akawa amefungua bomba, akawa katika namna ambayo maji yanatoka kwa nguvu na yeye anatia udhu, au katika namna ya kuweza kutumia maji kwa ajili ya kuoga, pia ni katika namna ya kuweza kufanya israfu ikiwa mtu atayatumia mengi. Ikhwata al-iman ibadallah, qala Allah ta'ala fadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijabah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوة الإيمان عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي ولم بتقوى الله. قال الله تعالى إن للمتقين مفازا. Ndugu waumini, tupo katika kukumbushana makundi ya watu 9 ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika Qur'ani kwamba watu hawa wenye sifa hizi mimi siwapendi. Na mtu kuweza kukataliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni hasara iliyokuwa kubwa. Yani Allah subhanahu wa ta'ala akisha kanusha mapenzi yake kwako, bimaana ujifahamu kwamba wewe ni katika watu waliokula hasara. Kwa hivyo mtu tunaweza kuyataja makundi ya watu hawa
ikiwa mtu mathalan katika namna ya bahati mbaya ameshaingia katika jambo hilo, basi atoke huko aliko na awe katika yale makundi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda. Kwa hiyo tunayataja haya ili kutahadharishana, kama wanavyosema watu kwamba kuchukua tahadhari ni bora kabla ya kukufikia matatizo. Kundi la 4 katika makundi 9 haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja kuwa hayapendi katika kitabu chake ni al-mukhtal al-fakhur. Ni mtu mwenye kujiona, au kwa lugha za watu wa pwani mwenye kujivuna. Al-fakhur, mwenye kujifakhari mbele za watu. Na Allah subhanahu wa ta'ala sifa hii ameitaja mara 3 katika kitabu chake. Mara ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, na muabudieni Allah subhanahu wa ta'ala msimshirikishe na chochote. Wa bil walidaini ihsana, na wafanyeni ihsani wazazi wawili. Wa bidhil qurba, na wafanyeni ihsani jamaa zenu wa karibu. Wal yatama, na mayatima. Wal masakin, na wafanyeni ihsani maskini. Wal jari dhil qurba, na jirani ndugu wako wa damu. Wal jari aljunubi, na jirani ambaye mmekutana mtaani. Waswahibi bil jambi, na rafiki ambaye mmekutana katika pilika za kazi. Wa bini sabil, na msafiri ambaye amekatikiwa na safari yake njiani, mumfanyie ihsani. Wa ma malakat aymanukum, lakini pia na vijakazi wenu, au kwa lugha ya leo house girls zenu, muwafanyie ihsani katika namna ya kuamiliana nao. Inna Allah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Mwisho wa aya hii Allah akasema hakika Allah subhanahu wa ta'ala hampendi kila mwenye kujiona na mwenye kujifakhari mbele za watu. Mara ya pili Allah subhanahu wa ta'ala akasema wala tusair khaddaka linnas, wala usigeuze uso wako kuwadharau watu. Wala tamshi fil ardi maraha, na wala usitembee katika ardhi kwa maringo. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, hakika yake Allah subhanahu wa ta'ala hampendi kila mwenye kujiona na mwenye kujifakhari kwa wengine. Lakini pia mara ya 3 Allah subhanahu wa ta'ala akamtaja huyu mwenye kujiona na mwenye kujifakhari mbele za wengine. Anasema ma asaba min musibatin fil ard, hautokei msiba wote hapa duniani, wala fi anfusikum, wala msiba ambao unawafika nyinyi wenyewe, illa fi kitabi min qabli an nabra'aha, isipokuwa jambo hilo liliandikwa katika kitabu, katika ubao wa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hata dunia kuumbwa. Kwa hiyo lolote ambalo linatokea hapa duniani Allah subhanahu ameshaliandika. Inna dhalika ala Allah yasir, kwa Allah subhanahu hayo ni mepesi. Na Allah subhanahu wa ta'ala amefanya hivyo kwamba mambo yote hapa duniani ameshaandika yatokee, likai la ta'sau ala ma fatakum, ili nyinyi msikatike tamaa kwa yale ambayo, ili msihuzunike kwa yale ambayo yanakupiteni. Wala tafrahu bima atakum, na wala ili msifurahi wala msijifakhari kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupatieni. Inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, hampendi kila mwenye kujiona na mwenye kujifakhari. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila ambalo inatokea duniani, mtu kupewa mali na mwingine kunyimwa, haya yote yameandikwa katika ubao wa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hata dunia kuumbwa. Kwa hivyo hili Allah subhanahu anasema ameliweka ili wale ambao wamenyimwa wasihuzunike, na wale ambao wamepewa wasije wakajifakhari kwa wengine kwamba sisi ni bora kuliko nyinyi. Na Allah subhanahu wa ta'ala hampendi kila mwenye kujifakhari na mwenye kujiona. Na wanasema wanazuoni al-mukhtal, katika namna ya kuweza kutofautisha katika kumjua au kufahamu mwenye kujiona, inakuwa ni katika haia, katika muonekano, yani vitendo vyake anavyofanya vinaonyesha kwamba huyu anajiona. Na katika al-fakhur, mwenye kujifakhari, inakuwa ni kwa maneno, bimaana anatumia lugha za umimi. Mimi ni fulani, wewe ni fulani, tunaweza kuwa sawa, hatuwezi kuwa sawa. Lugha kama hizi ndio zinajulisha kwamba wewe unajifakhari na una kiburi katika moyo wako. Na haya ni katika mafikio mabaya ambayo mja anakuwa nayo ya kuweza kuwa na kiburi mbele za wengine kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemgawia katika neema zake. Ikhwata al-imani ibadallah, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda, na asitujalie katika wale ambao anawachukia.